Moja ya exclusive interview ambayo tumebahatika kufanya ndani ya wiki hii, tupo na Messi wa Singeli. Inakuwaje? Unyama mzee wangu. Kabisa. Kama ka Majirani zangu siwaelewi, ni masnichi tu. nikiibiwa nasema walilala, nikileta demu wanaona. Hivi idea ilikuwaje hivyo? Alafu unajua fulani nilipanga wakati naanza maisha kwa maeneo ya Burati. Ya Burati. So ilikuwa na hiyo desturi hiyo. Na siku niliibiwaga viatu. Ndio. Alafu mzee naamka na ule majirani, jamani vipi viatu hapo? Hatujiona mwizi, unajua vitu kibao yani. Sisi tumelala poa. Basi kwa bwana nimeingiza manzi mzee, alafu mvua inanyesha, ni mvua kubwa kwamba najua kabisa saa hizi. Ndio kipindi cha masika kile. Kama ile goma letu kwamba vijana mvua ikinyesha tunawadhamisha nyento. Kabisa. Kwa hiyo kipindi kile kasema saa hizi watu shalala mvua zote hizi. See. Basi poa nimeingiza manzi mida kama saa 5:05 hivi, saa 11 nikamtoa. Basi kalala saa 2 saa 3 natoka ile naenda kuoga, si unajua nyumba za Swahilini kipindi kile nini. Choo ni tofauti na room. So naenda chooni, jirani jana sio mchezo. Kwa hiyo nikamwambia, kwa hiyo mimi nikiibiwa nyinyi mmelala. Jana nilileta dem tena mvua inanyesha ili mmeona, si unajua. Kwa hiyo idea ni kama miaka 3 nyuma idea ninayo. So nikaona last year ndo nyumba ya kufungia mwaka ya. Vipi mama nyumba anaishi pale pale au? Hiyo kumbuka miaka 3 nyuma ilikuwaga. Alikuwa aishi, ilikuwa ni wapangaji wenzangu tu. Yeah. Na Mchina hivi kwao yani asili yake ni wapi? Mimi asili yangu ni mtu wa Tanga. Tanga, Muheza, na harakati zangu zote nimeanzia Tanga. Japokuwa nimezaliwa Dar, nimezaliwa Temeke, nimekulia Mbagala, Kongowe Mzinga kule nimesoma pale. Shule ya msingi Mzinga pale. Kongowe huko ndo mtaani kabisa yani. Lakini 2011, 12 hivi ndiko unajua utukutu nini vurugu nyingi, ikabidi niende kumalizia shule Tanga. Kwa hiyo hata harakati zangu nyingi zote nikaanzia kule Tanga. Ndio maana watu wengi wananisabia mimi kama msanii wa kutoka Tanga kwa sababu hata harakati za muziki nimeanzia Tanga. Yeah. Kuna baada ya inayofuata ya majirani? Nitaka nianze na album, lakini sasa kutokana na ngoma nyingi kuwa kali, uweze amini timu yangu nzima na kila mtu ambaye anaenda kumpa ushauri na mkilisha project alikuwa analalamika, bwana Zimbo bwana, hapana utaenda utaziua. Kwa hiyo tumeplani tuje tunakuja na EP, na mwezi huu wa kwanza tunaanza na EP. Kwa hiyo 2026 tunaanza na EP na tupo hapa katika studio yetu hii. Studio yetu inaitwaje vile? Motivation Studio. Pia kuna project zetu kama 2 hapa nazo zitakuwa kwenye hiyo EP. Kwa hiyo wajiandae na EP pia itaitwa Messi of Singeli. Pia itaitwa Messi of Singeli. Na huko nadhani nitaonyesha umisi wangu, nitakuja na muziki tofauti ambao watu wamenizoea kabisa. Yeah. Na kuna kipindi tuliona Mchina upo kimya sana. Siku hizi ndo kaibuka. Nini sababu ambayo ilipelekea ukawa kimya? Sababu ya kwanza nakumbuka nilipata changamoto mwaka juzi, akaunti yangu ya YouTube ilikuwa na subscribe kama 40 ikaja ile ilipoteaga. Tunanielewa, ikapotea, ikabidi nianze mwanzo. Nadhani kama unavyojua muziki YouTube ndo kila kitu. Kwa ili nipa changamoto kidogo, nikapambana nikafungua akaunti mpya mwaka juzi mwishoni 2014. Tukaanza na ngoma ya Force ile, kama unafahamu Force. Tukaja mwaka jana alhamdulillah tukapata collabo, tukapata Singeli Kigumizi, Singeli Nyao, tukafanya na Mausama, tukapata Mishenyento. Baada ya pale tukashuti Majirani mwezi kama wa 9 hivi. Mwezi wa 9 tukapata Majirani, tukashuti video. Ilikuwa Majirani, ile video yake nadhani umeiona. Uwekezaji ni mkubwa, nimeshuti almost milioni kama 3 hivi. Inawezekana kwa wengine ikawa ni dogo kuliko mimi, kwa sababu nilijipinda sana. Sawa. Ukizingatia Mchina mimi sina boss, sina manager, sina nani, ni jeshi la mtu mmoja unajua. Kwa hiyo nikashuti na plan ilikuwa ni kuachia mwezi wa 10 kwa sababu baada ya kuachia mwezi wa 7 kama sikosei na Mausama pale sikuachiaga project, itakuwa ifuate hiyo. Sasa changamoto tena ikaja, hali ya nchi ilivyokuwa imefanyaje, ilivyotokea, afu ukiangalia umeinvest na nini kupita, nikaikima. Kwa hiyo miezi takriban kama 6 hivi tena ikabidi nisiache project. Ndio nimekuja kufunga na hiyo Majirani, na ndio maana ili kufidia ule ukimya, na mimi nadhani wananijua mashabiki zangu, sio mtu wa kupoa kabisa. Nimeacha Majirani saizi ina kama wiki 2,
na tunakuja kuachia EP ambayo itakuwa na nyimbo 4. Mchina tukiangalia ngoma zako zote kali. Lakini hatukuoni sehemu fulani au hatua fulani ukivuka, kwa sababu kila siku ukija ukikaa kimya, ukija unaona kama mtu ambaye unaanza. Nini sababu unapelekea wewe hivyo? Kingine changamoto kama hizo ambazo nimekuambia, sometimes kama hiyo YouTube mimi ilirudisha nyuma sana katikati kusema kweli. Yaani angekuwa mtu mwingine alikuwa kashapotea kabisa, yani msingemuona kabisa. Sijui unanielewa. Lakini kuonyesha kwamba mimi ni Messi, nilipambana kwanza kurudi pale ambapo nilikuwepo. Sijui umeelewa, na alhamdulillah tumerudi. Tumepata mikolabu kama hiyo Skilimia Gumizi, sijui majirani tumerudi. Sasa tumakosa tunajipanga kuvuka hiyo stage. Lakini pamoja na mipango yako, Mungu pia ana mipango yake. Sijui unanielewa. So si mipango yetu ni mikubwa sana always. Tunatengeneza hiti, tunaangalia nyimbo kali, tunafanya hivi na vile na vile. Kisha tunaenda mbele, lakini mwisho siku wewe ni mapambano yako, wewe na mipango yako, Mungu ana mipango yake. Kwa hiyo huwezi jua, pengine Mungu ana mipango mizuri zaidi kwangu. Lakini kitu ambacho nachoweza kuambia mashabiki na watu wote, mimi ni mpambanaji. Mimi ni mtu ambaye always nawaza kufanya vitu vizuri, vitu vikubwa katika muziki wa Singeli, na ndoto zangu na kiu yangu ni kufika mbali zaidi, yani sio hapa nilipo. Kwa hiyo endelee kunisupport, endelee kunifuatilia, nipo kwa ajili yao. Kuna baadhi ya comment unakutana nazo katika mitandao ya kijamii, wanasema Mchina, mtu akiiti tu utataka kufanya naye ngoma. Hivi inakuwaje kwaje? Hata tukiangalia hapa kwa nyimbo yako ya Majirani, tunaona kule Mama Shea kahusika. Hivi sababu hiyo inapelekea nini yani? Ndio maana nataka niwaprove wangu kwanza. Mwaka huu kwanza na nifanye muziki tofauti. Naanza na EP yangu ya Messi of Singeli ambayo ninaiachia. Cha pili, mimi muziki wangu ulionipokea ni muziki wa trending. Na mimi ndo msanii wa kwanza wa Singeli kuimba muziki wa trending na ukawa hit. Sijui unanielewa, na hajawahi mtu kutokea akafanya kitu cha trending kikawa hit kunizidi mimi. Yaani hakuna. Na utamfanya tu naijua hiyo. Sasa najua ni nyimbo ambayo imehit nchi nzima na mpaka nje. Sawa. Nikiacha kama nimeacha, sawa, nichukua msemo Mandonga nikaubadilisha. Na watu wengi wamefanya lakini hawajawahi kufika pale. Sometimes waga sifanyagi na achaga na waonyesha. Kwa mfano mimi ndo msanii ambaye naweza nikafanya kitu ambacho hakijawahi kufikirika dunia nzima kufanyika, mimi nikakifanya. Kwa mfano mimi niliimba Singeli Kigugumizi. Hakuna mtu ambaye anaweza kuwaza mtu anaweza kukaa kwenye beat akaimba Kigugumizi. Yaani hakuna, yaani hata wewe, yaani hakuna ambaye alishekuwaza. Nikaimba Singeli Miayo. Sijui unanielewa. Zikawa nyingi tena nikafanya mpaka Singeli kwikwi huko, nikaachana nayo, unaona tunizoea. Kwa hiyo ni vile ile ni unique ambayo naweza nikafanya, na nilionyesha watu kwamba sio kwamba mimi ni mtu wa trend, tunaweza nikafanya kitu ambacho hakijawahi kufanyika na nyote mkafanyaje, mkashangaa. Lakini mwisho wa siku sometimes inaweza kikatokea kitu kikatrend nisifanye, lakini nikipost project zangu nyingine au mambo yangu mengine, mtu anakuta au anakupigia simu, mbona ufanye mwanangu kazuri kuna trend fanya, yani wao wenyewe wananimiss. Unanielewa? Yaani sio mimi mwenyewe wananimiss kwamba mbona ufanyi. Kwa hiyo kuna muda naachaga tunaonaga ngoja niangalie nani anaweza kufanya kitu kama hiki kaenda. Hakuna, kuna utamashabiki wenyewe wanarudi. Hao wengine labda walikuwa wanaongea kwamba wewe mwanangu wewe ndio trending wewe. Hao bali wakiona havifanyiki vile wanakucheki. Kwa hiyo sometimes tunakuwa na wadokolea. Kwa kama hii wimbo wa Majirani Mama Shea sio kama ndo main content ule. Content ni wimbo Majirani, yeye ni mchukua tu kama kidokezo. Sio unajua, sio kwamba labda ndo ile nyimbo yeye ndo kila kitu, hapana. Katika uandishi wako wa ngoma zako ni ngoma gani ambayo uliandika afu ikaahiti wewe kutegemea kabisa? Kusema kweli ni labda nyimbo yangu ya kwanza kunitambulisha, ile naijua hiyo. Ile ndo sikutegemea kwa sababu ile nyimbo niliimba niliandika nipo katika kipindi kigumu. Nilikuwa nipo Tanga na maisha magumu. Nimeshakata tamaa ya muziki, yani unajua kukata tamaa. Na nakumbuka nilisema kabisa mwaka huu nisipotoboa siimbi tena. Nilisema hiyo nakumbuka. Yaani nachukua tu bodaboda, mkataba, nafanya biashara nyingine. Nakumbuka ilikuwa 2022 ile. Kwa hiyo nilipofanya nilipata tabu, yani kurekodi, kufanyaje mpaka ule wimbo na upandisha TikTok 500 ya voucher ile sina. Nimeenda kumomba mwanangu kanipa. Nikaedit clip nikaweka TikTok, kutia TikTok siku 2 tu mzee, mara Masepetu, mara sijui Diva, mara Jimane, ma clip, ma challenge, si unajua. Ndio safari ikaanzia pale kuja huku. Lakini baada ya pale mimi always nashukuru Mungu na sikio na kitu cha kuandika nyimbo kali. Kwa hiyo huaga nawazaga tu nyimbo kali naandikaga, yani nyimbo nikiandika nyimbo kali sipoena ndio yani
ikienda sichangai, isipoenda ndo inanishangaza, lakini uwaga kwenda nyimbo sichangai kwa sababu uwaga mara nyingi naamini katika uandishi wangu. Hivi Mchina, kwa nini nyie wasanii wa muziki wa Singeli wagumu sana kuwaweka public wapenzi wenu? Kwa sababu nikiangalia kwenye mitandao ya kijamii sijawahi kumuona mtu anaita Mrs Mchina mweusi. Sisi wasanii wa Singeli nahisi ni malaya tu, si malaya sana, labda ndio hivyo atuwekagi public ya. Ila mpenzi wako wewe mbona hatumfahamu? Wewe unasema wenzako malaya. Mimi na wapenzi wengi, ila ni wapenzi watazamaji. Mpenzi ule mama mtu mama mtu yupo sema pia watu wa Singeli wanapenda kuibiana biana, so unajua ndio kamweka wazi hapa, kesho bwana kaja kukutana Dula huko, tukaanza kuja kurushana ngumi, tukaenda kuja kulogana, mwisho wa siku sauti sasa jina litoki, kaja kuwa mia yusho. Ni comment gani ambao ulikutana nao katika mtandao wa kijamii ya shabiki ukasema ushabiki alifikiria nini kucomment hivi? Kwa galala sikumbuki, lakini comment zote tunakutana nazo. Unajua mashabiki tu, mwingine tu shabiki yako lakini kakufollow, unaweza kaendelea kitu kibaya, mwingine shabiki yako ni kizuri. Kwa hiyo swala hilo siwezi kukumbuka kusema kweli, kwa sababu sometimes zinaumiza, sometimes zinafurahisha, sometimes zinatia moyo, lakini ni sehemu ya kazi yetu ya. Hivi unadhani msanii gani wa muziki wa Singeli mwenzako unasema huyu nikifanya naye collab lazima hapo kati moto wake? Kwa kile cha kati kwanza mimi niliachaga kabisa kufanya kazi na wasanii wa Singeli kwa sababu ushirikiano ulikuwa hamna. Ndio maana mimi collab zangu nyingi nafanya na watu wa Bongo Flava huko. Kwa sababu ushirikiano ulikuwa hamna, yani watu tunabaniana sana, mtu anahisi labda kufanya naye ngoma wewe utaenda utampita na nini. Kwa hiyo niliachaga, lakini sasa hivi na enjoy kwanza. Wasanii wengi wazuri wamekuja, wadogo zangu, hata kwenye EP yangu natarajia kumshirikisha mdogo wangu Donny Breeze Maji Kumbati, kuna watu kibao, kuna kina Maarifa kwenye Bongo Flava huko, ni EP ambayo itashiba. Kwa sasa hivi nafanya na msanii yote ambaye nahisi ni mkali na nahisi ambaye ana talent. Kwa kama Donny ana talent, hata wimbo ambao anatufanya nao ni wimbo mkali, na mimi pia moto utawaka. Kwa wasanii wengi wazuri wakali, wana talent, kina Kidonga, kina Marume. Mimi ni msanii ambaye sisikilizi tu nyimbo ambazo watu ambao wako level yangu. Mimi nasikiliza mpaka msanii wa chini, hata kama ameanza leo, sijui unanielewa. Kuna wasikiliza sana. Kwa na nikiona msanii ana kitu tunaweza tukafanya na moto kawa, kwa sababu huaga sipendi kitu kibovu. Mimi mkiona mpaka mtu nifanya naye ngoma, ujue huyu mtu kweli mtu. Hapo nimekupata kidogo. Unaweza kunipa kidogo basi kionjo cha msanii mwenzako ambao kwa siku likaa geto kawa namsikiliza kusema lazima ni utakuwa umekalili kidogo nipe. Mimi wote bwanangu, hadi mimi wote. Yaani mimi sijui nikwambiaje. Mimi hamna msanii ambaye simsikilizi. Sasa ukiniambia hivyo itakuwa kama sasa nampendelea mtu mmoja, si unajua. Lakini mimi wote. Marume, Somali, Donny Breeze, Kidonge, ndugu wangu Mbwido mdogo wangu kabisa kutoka Tanga. Wasanii wengi wakali nasikiliza na naona kabisa Singeli. Mimi kwangu mimi nimeita Singeli Gen Z. Kwa sababu naona kuna muziki fulani umebadilika kabisa na tunaenda pazuri ya. Kabla kumfahamu Mchina Mweusi, zamani kidogo kuna msanii mwenzako wa Singeli ulimwombaga collab akagoma. Hiyo ni kawaida inatokea. Alafu nikwambie kitu kimoja. Unajua wadogo zetu wengi hawaelewagi vitu. Unanielewa? Hawaelewagi vitu. Kwa mfano hata mimi kuna kipindi Pateni kesho kuniombaga collab. Nikagoma. Sio kwa ubaya, lakini kuna level ukifika na mimi hata yeye leo kuna watu wanamuomba collab anagoma. Sijui unanielewa? Kwa sababu kuna level ukifika kila mtu anakuwa anatamani afanye kitu na wewe. Kila mtu anataka afanye kitu na wewe. Wengine wanakuwa wanajiweza, wengine wanakuwa hawajiwezi. Wakati mwingine pia wewe mwenyewe muda huo yeye anaweza kahisi kwamba wewe umefika, kumbe wewe mwenyewe unajiona bado. Ndio nasema unatakiwa ufike. Sijui unanielewa? Unajiona bado, unasema utakuwa ufike. Kwa hiyo wewe hujafika, mwenzio naye ataka umbebe, utambeba vipi wewe hujafika? Sio, sogea kidogo tuende, au angalau wewe mwenyewe asogee kwamba hata unamuona huyu hapa ana uhitaji. Sijui unanielewa? Kwa ndo kama leo kimwangalia mtu kama Doni, kina Malume, kina nani, unaona kuna namna wanaonyesha, ndio maana unaona mtu anafanya kina Meja, anafanya kina nani, anafanya nao kwa sababu kwa namna anawaona. Sijui unanielewa zile. Kwa hiyo mimi nilishaye kuombaga watu collab, sio nilishaye kuombaga mtu wa Bwaki, sio kuombaga Dula, nilishaye kuombaga Manifongo kipindi hiko, na
ku accept na sikumind, sikuchukulia kwamba eti labda amenidharau. Niliamini kwamba kuna sehemu nitafika wataniona. Sijui unanielewa? Na kweli nikafika. Nashukuru Mungu. Leo naweza nikafanya kazi na mtu yeyote na kazi ikaenda. Kwa hiyo hata wao ambao wanakuja, kuna mwingine mtu anaweza kaja kucheki moja mbili tatu, kasikia project kwamba mdogo wangu kuna bado, kwa sababu unajua wasanii wadogo wengi hawajui collab. Maana ya collab ni nini? Maana ya collab ina vitu vitatu. Cha kwanza inatoka ikubebe wewe mwenyewe mdogo, sawa, ambaye umemfuata wewe mkubwa. Cha pili mbebe mwenyewe mkubwa, sio, unanielewa? Cha tatu iwe kali, sawa. Sasa unaweza kuna mtu anaamini kwamba ile collab, kufanya collab na wewe, anaamini itakuwa kubwa kwa sababu wewe ni mkubwa, sio, unaelewa? So kwamba collab yake nini, project yake kubwa, anaamini wewe ni mkubwa na yeye itampeleka. Ndio maana unaweza kukuta kuna collab mtu kafanya ngoma na watu wakubwa, mtu kafanya ngoma hata na dola afa haijaenda, sio, unaelewa? Mtu katia hata hela milioni 2 kafanya ngoma na haijaenda, kwa sababu project yenyewe ni bado iko chini ya nini, ya kiwango, sio, unanielewa? Na project ikiwa juu ya kiwango, hakuna mtu ambaye anaweza akakataa kufanya project na wewe. Tena mwingine anaweza akakutafuta kabisa. Kwa hiyo bila sio zamani, hata sasa hivi mimi sasa hivi ndani nikachukua simu hapa nikamtumia mtu labda je Melody bwana blaza ngoma, akasikiliza, mdogo wangu bwana bado poa, ina noma, sio kama na mind. Na pamoja hapa nilipo siwezi ku mind, lakini naona labda kuna viongo vyake anavyofanya na anavyohitaji. Kwa hiyo swala la collab, kukataliwa, kukubaliwa, ni kitu ambacho kipo kwenye muziki, yani hakikwepeki. Shida tawi na hapa siri wasanii wadogo, unapata kufanya collab na mtu, hakikisha project yako mwenyewe ina viwango vya kutosha. Kwa mfano kama mimi, misingi yangu kufanya collab na msanii yoyote, lazima nihakikishe kwamba ngoma yake kali kuliko ngoma zangu zote. Sijui unanielewa? Yaani kwamba nikiplay ngoma zangu pale, nikisikiliza nione kabisa kweli ngoma kali. Lakini sio mimi ngoma zangu zote kali, afu uninyeshia ngoma yako wewe naona kawaida tu, afuta eti nifanye kwa sababu tu umekuja bana hela yako au na nini, hapana. Lakini ngoma ikiwa kali, hata usipokuwa hata na mimi tunafanya. Hapo hapo tuongelee collab. Wasanii wadogo wanalalamika mnafanya na collab, ikifika ile hatua ya kusupport kwenye mitandao yenu ya kijamii mnakuwa wagumu. Hivi nini sababu inayopelekea ipo hivyo? Narudi pale pale. Kwa bahati mbaya kuna wasanii wengine wanaendekeza maslahi mbele. Yaani mtu ukija na collab yako kama ngoma mbovu, lakini hela muona hela inatosha, yani hela yake inamfaa, unampa hela, unafanya naye, unaondoka. Sasa ubaya unakuja kama project mbovu, hawezi kusupport. Sijui unanielewa? Kwa sababu yeye itamshusha. Sijui unanielewa? Hawezi kuposti Insta wimbo mbaya kisa wewe umempa hela, umefanya naye, au hawezi kusupport kufanya challenge wimbo mbaya. Kwa wimbo unapokuwa mkali, mtu lazima afanyaje? Support. Yaani lazima support kwa sababu anaamini yeye mwenyewe kuna namna itamheshimisha. Sijui unanielewa? Kwa hiyo msanii mdogo kufanya collab na msanii mkubwa haimaanishi ndio utafanikiwa. Ila collab au project inapokuwa kubwa ndio njia rahisi ya wewe kufikia lengo lako. Sijui unanielewa? Kwa hiyo ila sio kila kitu. Hakikisha project yako ni kubwa. Hiyo ndio kitu cha muhimu ya. Lakini nyewe tukiangalia sasa hivi mnakuwa masikio yenu yametega sana, nyimbo ikiiti unamvuta ule msanii chipkizi ufanye na remix. Hiyo imekaaje kwa upande wako? Sio kwangu mimi, nimesha kusikia lini mtu kaiti nimemchukua mfano ngoma. Wewe unafuata watu aina gani wale? Mimi sifanye hivyo. Labda mimi mwenyewe huaga ndo nafanya hivyo. Na sema kingine pia ni biashara. Na kutoa mfano mmoja, mimi au Wasama nitakuwa nifanye naye ngoma toka 2021 baada ya Mheshimiwa Mwanaifei kupita Mweza wale. Ananiita akaniambia mdogo wangu nikufanye kitu gani hivi? Sikuwa kuona mimi nataka nifanye na Maua Sama. Poa. Kani connect naye nini fetch, nikamtumia project yangu moja kama unakumbuka, ilikuwa Balance Shobo. Unanielewa? Nikamtumia akasikiliza. Tukutana mpaka studio, nilitoka Tanga, kilio na Katanga. Mpaka studio tukutana Beach Beach pale. Kuna project file kwa toga Mzungu, sio nani sio jina kwa Mzungu. Project wamesikiliza. Akufanyaje? Akuipenda. Kwa nafanya na ni kimiliki project ilikuwa kali na ilikuwa na screen mitaani huko fresh, unanielewa? Sikuchukulia kama yani sikufanyaje. Na nilimtumia project kibao mpaka nikiacha kwa nimeacha bwana nimefanya na Fina, mimi nilimtumiaga na pia ikashindikana. Kwa
kutoka 2021 tumekuja kufanya ngoma 2025 tena yeye mwenyewe kwa kuipenda, baada ya kusikiliza ile nini singeli miayo ya mdogo wangu kali tunaua rondoke. Oya mzee, kama siku mbili tu hadi kaniambia leo kesho kesho tumeua kama upepo, sijui unanielewa. Kwa hiyo iko pia kitu pia kinatokea kwa msanii. Mtu mwingine huaga akubali kufanya collab mpaka kitu kione kizuri. Tunarudi pale pale, lazima yeye mwenyewe msanii aone kabisa kitu mimi kitaleta faida kwangu, sijui unanielewa. Na project inapokuwa kali, msanii anaisupport mwenyewe, utashangaa. Yaani mtu ataisupport atafuta tena. Yeah. Na cha mwisho cha kumalizia kwa mashabiki zako, mwaka huu uanze 2026 unaambia nini? First of all, nawapenda sana mashabiki zangu au mashabiki wetu wa muziki wetu wa Singeli, waendelee kutusupport. Na muziki umekuwa mzuri, muziki umekuwa mtamu sana. Mimi Mchina Mweusi kama Mchina Mweusi, na hashtag yangu na inasema 2026 hawataamini. Maana yake kwamba kuna project nyingi kubwa zinakuja. Mimi naanza na EP hiyo, sawa? Na EP yetu kuna watu wa Singeli, watu wa Bongo Flava, niko mwenyewe na EP kali inaitwa Mess of Singeli, inakuja this Januari. Na baada ya hapo ni back to back, mawe juu ya mawe, kwa endelee kusupport. Sio mimi tu, na wasanii wote wa Singeli endelee kusupport muziki, endelee kufanyaje kukua. Tunaamini ni muziki mkubwa, tunaamini ni muziki mzuri. Wa support pia na wadau mbalimbali kama nyinyi ambao mna nani na support muziki, mbarikiwe sana. Tuendelee kupushiana. Kama hii media yetu inaitwa Singeli Revolution. Singeli Revolution. Maana yake ni mabadiliko ya Singeli. Kwa mabadiliko ya kweli tuyaone mwaka huu, kuanzia kwa wasanii, kuanzia kwa media, kuanzia kwa wadau. Mimi nakubali sana na mimi na respect kila mtu ambaye anafanya hizi harakati. Hebu waage kidogo bwana Messi, si unajua unapiga miguu yote. Waage kidogo. Mimi nakupenda wewe, ukija kuniacha mimi ni zezeseka. Ukweli ukiniacha mimi nitaumia, maana moyoni nimeshakupenda. Oya piga miayo mwanangu kama una njaa. Kwa heshima. Sasa hapa mwanangu, kwa heshima shika hii hapa.